أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلامه يعلي ولا يعلى عليه، ومن اعترض سوى كلامه بكلام غيره. ثم الصلاة والسلام على سيد أنبيائه وعلى آله الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. وبعد، بعدكم شكر Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kustaka rehma zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi pamoja na kizazi chake ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekitoharisha. Dalili kede kede zikizungumzia kuhusiana na utahara wa ahlul bait alayhimus salam. Ndugu zangu Waislamu, awala uhayyikum bitahiyya al-islamiyya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiendelea na majalisi za al-Imam al-Husayn alayhi salam ndani ya mwezi huu wa Muharram. Ni mwezi wa Muharram, ni mwezi ambao aliouawa mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Bali si hivyo, ni mwezi ambao aliouliwa kikatili na kuchinjwa sahaba min ashabi rasulillah. Bali ni mwezi aliofanyiwa ukatili mtoto wa khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib inda ahli sunnah wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, yani ya kwamba aliyouliwa ndani ya mwezi huu, aliyofanyiwa ukatili ndani ya mwezi huu, kwanza alikuwa ni sahaba min ashabi rasulillah. Lakini haikuwa hivyo tu, akawa ni mtoto wa khalifa wa 4 Ali ibn Abi Talib binisbati inda ahli sunnah wal jamaa. Lakini sio hivyo tu, yeye pia ni sahaba na ni mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Ndugu zangu Waislamu, Imam Hussein alikuwa na hali mbaya sana katika mwezi huu. Cha ajabu, watu wanafurahika kwa kuingia mwaka mpya, lakini hawaelewi kihistoria mwaka huu tumeupokeaje. Mwaka huu tumeupokea kwa huzuni kubwa sana. Tena familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndio ambayo imegubikwa na huzuni kubwa, na sisi kama wafuasi wao, wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad, ila leo watu wanafurahika. Hawajui kihistoria mwezi huu tumeupokea, mwaka huu tumeupokea kiaina gani, kinamna gani, hawaelewi. Imam Husaini alikuwa na hali mbaya sana katika huu mwezi. Ndio mwezi ambao aliotondoka imamu. Mwanashairi mmoja anasifu siku hii, anasema, akielezea namna gani al-Imam al-Husaini alipofikia hali ambayo haielezeki, anasema, nada waqad mala al-jirahu jusumahu hal min mu'in fi al-wara aw nasir فأتاه صوت السيف يقطع مهجته بدل الجواب ودمعه متحاجر بدل الجواب ودمعه متحاجر فسقى الثرى بدم الحسين فصار من ذاك التراب أعز كل مفاخر. يعني أنا سمع kwamba nada Imam Hussein ndani ya mwezi huu aliita waqad mala al-jirahu jusumahu, hali yakuwa mwili wake umejaa madonda, mwili mzima hautamaniki, damu hapa na kule. Hal min mu'in fil wara au nasir, akisema jamanini, naombeni msaada, mimi siku ya leo nauwaliwa na wao akidhulma.
faatahu sautu sayfi yaqta'u mahjata. Lakini sio hivyo tu, jawabu lililokuja ni kwamba ilikuja sauti ya panga ikamkata. Badala aljawabi, badala kupata jawabu na kupata msaada, wa dam'uhu mutahajir, damu yake kimiminika, damu yake kianguka. Fasaka thara bidami al-Husayn, ardhi kadondokewa na damu ya al-Imam al-Husayn. Fasara min dhaka at-turab a'azza kulli mafakhirin. Hapa ndipo ambapo udongo huu na ardhi hii kwa kulala mjukuu wa Bwana Mtume ikawa imepata utukufu. Ndugu zangu Waislamu, hii ni khulaswa tu ya tukio la al-Imam al-Husayn. Yani sio kwamba tumeelezea lote, lakini jambo hili linahitajia majalisi ndefu. Huyu ni al-Imam al-Husayn, kauawa ndani ya mwezi huu, mjukuu wa Bwana Mtume Muhammad, khalifa aliyotuachia Mtume Muhammad baada yake. Na sio hivyo tu, bali ni mtoto wa khalifa, sahaba. Jamani, sahaba mwadilifu. Leo anaualiwa wale wanaosema sahaba ni mwadilifu, lakini hawapigani, hawazungumzi, wapo kimya. Wakizungumza kundi dogo la Waislamu wanasema hao mashia. Hili ni tukio adhim, lazima Waislamu watambue Uislamu wao, ni vipi waliupokea mwaka mpya, ni vipi mwezi huu Waislamu waliupokea. Lakini kwani imamu alitaka kutuambia nini mpaka kuchukua jukumu la kutoka na kuweza kuondoa maisha yake? Yani alitaka kutuambia nini al-Imam al-Husayn? Hivi ni kweli al-Imam al-Husayn alitoka tu bila ghardi? Hivi Imam Husayn kipi kilichomfanya mpaka anataka kutoka, mpaka akatoka na akauawa? Kipi? Ndugu zangu Waislamu, Imam Husayn alipotoka, maulama wanatueleza ya kwamba haikuwa abatha, haikuwa haina lengo ya kutoka kwake. Katika kitabu Al-Bidayatu wan-Nihaya, kitabu cha Al-Bidayatu wan-Nihaya, hichi kitabu cha Ibn Kathir, anatueleza na kutuambia namna gani al-Imam al-Husaini na kwa sababu gani na alitaka kutuambia nini kutoka kwake. Anasema ya kwamba qutila al-Husayn madhluma, Imam Husaini aliuawa kidhulma. Fawa asafa alayhi, ni huzuni iliyoje kwa Imam Husaini kuuawa kidhulma. Walhaqu lam yunsar wa lam yu'an, lakini haki wakati ule wala haikupata atakaipa, yani wa kuinusuru haki wala haikuona, haikunusuriwa haki. Qad kana yad'i ila alhuda, Imam Husaini alikuwa akiita watu kwenda katika uongofu. Imam Husaini alikuwa akiwaambia, anataka kuambia watu, jamani, njia ni hii hapa. Faghada damuhu sabila ni nusrati sunani, lakini damu yake ndio ikawa njia ya kuokoa mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Hili ni shairi linalopatikana katika kitabu kinachoitwa Al-Bidayatu wan-Nihaya, juz'u thamin. Yani anatuambia kwamba, anataka kutufundisha kwamba al-Imam al-Husayn alayhi salam alitaka kutuambia ya kwamba sisi lazima tushikamane na kitu kimoja, ihya'ul haq wa in amamaka al-maut. Lazima tupambane kutetea haki hata kama itakughalimu wewe kufariki, hata kama itakuchukua uhai wako, hata kama itakufanya wewe ukose kila ambacho wewe ulichokuwa unakitamani katika maisha yako.